Alafu wewe mpumbavu. Kwa nini unanikuta hivi vitu? Sisi ni waandishi wa habari. Sasa ina maana tungekuwa tunaongea hii habari inatakiwa nimekuita kwenye nyumba yangu. Leo nimetembelea maeneo fulani hapa kusikiliza kero za wanajamii. Leo kuna kero gani? Tutakwenda kujua kero iliyopo katika hii jamii ama katika hii familia ambao wameweza kututaka sisi Mosaga kufika hapa kwenda kusikiliza. Tuungane kwa pamoja na kwenda kukutana na wenyeji wangu. Tutakwenda kusikia kitu gani ambacho wametufanya sisi leo Mosaga Media tukaepo hapa. Kwanza tuanze na utambulisho. Kwa majina naitwa Chimami. Kwa majina naitwa Ifa mimi. Hapo mimi mjomba. Mjomba. Okay. Ni nani ambaye ana hiyo kero ambaye anataka kuiwasilisha? Mwandishi wa habari, mimi hapa ndo na hiyo kero. Yaani nimenikaa hapa. Nataka niwasilishe. Karibu. Asante. Mimi nimemaliza form 4 mwaka jana. Mama wangu ameshafariki. Tunaishi na mjomba wetu, ndo kama hapo unavyomuona. Na huyu ndo kakaangu nilobakia naye. Sasa mwandishi wa habari, sikufichi, siku ya graduation yangu huwezi kuamini. Walikuja ndugu, jamaa, marafiki, waliniletea zawadi mbalimbali. Lakini zawadi iliyonishangaza sana, maboksi yote ya zawadi nilifungua. Pia mjomba wangu alinipatia zawadi. Lakini maboksi yote nilifungua, kwa kile ile la mwisho. Sasa ile la mwisho nafungua, mwandishi wa habari, nilichokikuta mle ndani, shanga, kondomu. Mjomba, mpaka kondomu. Kaka unazote. Shanga, kondomu, bikini na vikuku vya miguu. Hivi kama mwandishi wa habari, unafikiria nini au anafundisha nini kama mimi mamangu kishakufa ndo kama mjomba babake anifundisha mimi katika maisha yanokuja mbele yangu kwenye jamii? Ndio maana mimi nikakuita mwandishi wa habari, watu wapate kuona huko, wapate kujifunza kupitia kwamba wajomba wanasema wajomba ni mama, sio mama wajomba ndo anaharibu maisha ya watoto walobakia. Makubwa. Hivyo vitu vipo mpaka sasa hivi? Vipo. Yaani vipo, nimevihifadhi. Yaani sikufichi mwandishi wa habari. Yaani mjomba wetu kazidi. Anachofanyia mjomba kazidi. Na hili imeshangaza. Mimi kusema ukweli, ikikao kilivyoanza hapa, mimi sijajua kinahusu nini. Umeona? Sijajua hata hii situation ambayo aloifanya mjomba. Lakini mjomba ana vitu vingi sana anavyotufanyia. Umeona? Kwa kuwa mjomba yupo, hayuko mbali, labda tupate maoni yake naye mjomba. Mjomba, ni kweli tuhuma alizozitoa mwanao? Anaweza na ukweli. Ni kweli ulimpelekea boksi ambalo lina hivyo vitu alivyoviorozesha? Kwani hivyo vitu va ajabu sana. Si zawadi kama zawadi nyingine. Na umemwekea shanga, umemwekea vikuku, umemwekea chupi ya bikini na kondomu. Si ndio? Wewe hapo unashangaa nini kwa mfano? Huyu ni mtoto wa kike. Halafu ni mwanao. Lakini sijalewa hizo zawadi ulikuwa na mpango gani mpaka ukatoa zawadi kama hizo kwa mwanao? Hivi labda nikuulize swali na wewe. Labda wewe unanisaidia nini yani kwenye maisha yangu? Au kwenye malezi yao unanisaidia nini yani? Of course sina ninachokusaidia, lakini kwamba wao wametuita na wamehitaji, wameiona ni kero kwa wameweza kuifikisha. Na ukiangalia kiuhalisia na maisha ya kawaida, kwa mjomba uwezo ukatoa zawadi shanga, bikini, vikuku ambavyo vinatumika katika upotoshaji wanawake ambao wale wamepotea. Tunaweza kusema hivyo, wale ambao wanafanya vitendo ambavyo havipendezi katika jamii ndio wanavitumia vitu hivyo. Inakuwaje mjomba umpe zawadi mwanao? Labda sasa nikunyoshie maelezo vizuri. Unajua sisi kwa maisha sasa hivi na vijana wa sasa hivi jinsi tulivyo, tumesahau sana mila na tamaduni zetu kama Waafrika. Mimi naona ushanga sio kitu eti kumpa mtu shanga sio kitu ambacho kikubwa sana. Shanga si kawaida tu kwenye mila zetu za Kiafrika. Nimempa shanga, nimempa kikuku kama urembo. Na kondomu? Ya kondomu hapo ndo sina majibu. Yaani mwandishi wa habari huyo, yaani sio kwamba hamna tamila wala desturi. Yaani hiyo ni udhalilishaji. Eti kondomu sio shanga chupa bikini anamaanisha nini? Sasa nitaki mema huyo. Au mnasema eti wajomba ni mama lakini sio mama, huyo ni mkatili. Labda tukiacha na zawadi, maisha yanayoendelea labda huenda kuna vitu vya tofauti huwa anavifanya mjomba, huwa kuna maneno huwa anakuambia ambayo yanakuacha njia panda labda kwa siku za nyuma. Ndio ananiambiaga, mama nikitokaga chooni nitamkuta kaka pale kibazani kasimama na nisubiri zami nitoke chooni. Namuuliza mjomba unafanya nini hapo? Nataka niingie chooni, basi ungenisubiri. Mtoto koma. Afu wewe subiri nikwambie mtangazaji. Wewe umekuja hapa kutuhoji sisi au umekuja kuniharibia familia yangu? Nisikilize. Mimi nimekuja kwa mwaliko. Sikuja hivi hivi. Nimekuja kwa mwaliko. Mwaliko nani alokuita nataka kama kaujani?
Mimi mtangazaji Shabani huyo kazi sisi tunampa makavu yake leo. Ndio tumwambie ukweli. Mimi mamangu asingekufa. Tuambiwe hapa tulie. Ndio tuambiwe ukweli kaka. Yes, huyu anasubiria chooni. Mjomba anataka nini? Matu nyingine iko ndani nataka nilale. Nimevaa kanga nataka nilale, shanga mtu anaingia group of agonga taudi. Kweli hiyo ina heshima. Afu kiangalia mimi mtu dada yako. Kweli mjomba. Mimi sipendi kwa mimi. Tunaongelea kesi hapa ujue mtangazaji ujue. Hiyo ni kesi ujue. Alafu wewe mpumbavu wewe. Kwa nini nani rekodi hivi vitu? Sisi ni waandishi wa habari. Sasa ina maana tungekuwa tunaongea hii habari inatakiwa. Nani amekuita kwenye nyumba yangu? Mimi nimeitwa na hao. Ana nyumba. Mimi siona kama ni nyumba yetu, nyumba ya marehemu ametona nyumba hapa. Wewe nyumba anataka tuzuru. Yaani wewe pati kati kitu. Ndio. Ongelea tu. Endelea kuwahoji. Wahoji mimi naondoka. Sasa twende utamhoji nani? Wewe ni mjinga. Mjinga wewe hapo ambao unataka kutoa dada zako una haya. Wewe vipi? Yaani kaka mimi tunajua mamangu asingekufa mimi. Yaani inauma. Labda cha mwisho cha kuwashauri nyinyi, kuna vyombo husika. Mnaweza mkaenda kwenye vyombo husika mkaliripoti ile tukio. Mimi tumeshalichukua na litaruka hewani. Kameramani wangu yuko vizuri na hawajawahi kukosea. Litaruka hewani, Watanzania wataona, lakini mnapaswa kwenda kwenye vyombo husika. Sawa? Fanyeni, maana wajomba ndio wanaharibu familia nyingi, zinaharibiwa na wajomba. Msifumbe macho, msilivumilie hili swala. Ukilivumilia wewe utakuwa unapenda. Nilikuwa naomba niongee kidogo jamani, watazamaji, mtakiona hili jambo. Ningependa niwaambie msiamini sana wajomba, eti wajomba ni mama. Wajomba ndio wakatili wanaosababisha watoto waharibikiwe. Ya kwangu mimi ni watu mwandishi wa habari, sina jingine. Leo imeniuma. Asanteni. Sisi tunaomba tuwaache tukaendelea majukumu mengine, lakini kama ushauri uliowapa mlifikishe katika vyombo husika. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoona na tafarani kidogo ilitokea hapa, mjomba amepanic na mjomba mwisho wa siku ameweza kuondoka katuacha katika sintofahamu. Bwana, endelea kutufuatilia kujua kiundani zaidi hili sakata litakapoishia. Ndio kwanza tumeanza nalo, tutaendelea nalo. Kwa heri.